Sisi ya kuzimu, dada zake majini, kaka zake majini. Alileta oh yeah. Nilikutana na bonde, nikaivuka barabara. Pembezoni mwa bonde kuna kijiji nililala. Nikakutana na pisi, nikaiona pisi. Mimi nilipenda pisi, hiyo pisi. I love pisi. Na kumbe ile pisi. Kulikoni? Mwanangu huwezi kuamini. Tangani zote sijui kuona kitu kama nilichokiona leo. Umeona kitu gani? Nilienda kule makaburini kwenda kufagilia kaburi la marehemu bibi. Mara ghafla kaburi moja ilifunguka likatokea fuvu na ile fuvu likabadilika. Mara katokea binti aliyovaa mavazi meusi tupu. Naona sasa hivi umeanza kuniletea comedy au vipi? Najua huwezi kuamini. Hizo comedy, hayo maigizo hata kuniletea hapa wewe. Kweli mwanangu, naenda kijijini kwenda kutoa taarifa. Unasema kweli? Kweli mwanangu. Sikukuzuru kwa kuwa niliamini utakuwa msiri. Kumbe sivyo. Hauna kifua. Hivyo basi sina budi kukupoteza. Oh yeah. Nilikutana na bonde, nikaivuka barabara. Pembezoni mwa bonde kuna kijiji nililala. Nikakutana na pisi, nikaiona pisi. Ongea manzi mwanangu. Umesikia kuona vitu kama hivi? Niachie. Melody. Umji wa watu rafiki yangu. Kila mwanamke wa kwako. Kila mwanamke wa kwangu nini? Tulia mwanangu. Wewe subiri kwanza mwanangu, dakika moja tu mwanangu. Sister. Wa Melody. Mambi. Mambo. Poa, mambo. Salama, mzima? Ni mzima. Unaonekana mgeni hapa mtaani eh? Mgeni mimi? Sidhani, labda wewe ndio utakuwa mgeni. Hapana, yaani japokuwa mimi ni mgeni lakini sina ugeni huo kiatu mimi sikufahamu kwa sababu hapa mtaani sura zote mimi nazijua. Unaonekana wewe ni mgeni. Bila shaka. Ni wewe tu ndio ulikuwa hujaniona, ila nusu ya kijiji kisima inanifahamu. Ila tuache haya. Nipendeza. Sasa twende kwenye point. Unajua tusizike sana, mambo yakawa mengi, tukashindwa hata kwa kuanzia. Unajua mtu kama mimi kuona vitu ambavyo vinavutia kama wewe, afu nikaacha vinapita, utakuwa uongo kwa kweli. Yaani nimekuona tumepishana pale, nikasema aisee, hii sio poa. Kiukweli umetokea, yani unanivutia, yani unavutia kiukweli, yani umetokea kukupenda, yani tuseme tu ukweli. Haraka hivyo kweli? Sasa sidhani kama kuna kitu cha ajabu chochote kwa sababu mimi naamini mtu ambaye anatambua vitu vizuri. Kwanza
sio ajabu kwa sababu tunaenda na utandawazi pia, mambo yasiwe mengi bwana. Wewe yani unatakiwa unielewe kitu gani ambacho nakizungumza. Yaani nimekuelewa. Alafu una bahati sana kutongozwa na mtu kama mimi kwa sababu hapa kijijini mimi nizungumza nini na kifupi kwamba elewa tu kwamba mimi na nisemaje. Basi sikia, umenikuta na haraka kidogo. Tufanye mimi nimekuelewa. Ila nitakutafuta. Umenielewa? Basi fresh. Kwa hiyo baada ya kuachana hapa tunaonana wapi tena? Kuhusu mimi kukupata wala sio shida. Nikikuhitaji nitakupata tu. Kwa vile nimekuambia maarufu kwa hiyo unajua. Poa, yani sio shida. Kama unataka kunitafuta. Sawa, kwanza tujaulizana majina wala nini. Unaitwa nani mwenzangu? Naitwa Shema. Wow, Shema. Nice name. Uko fresh safi. Yani jina langu linaendana na wewe mwenyewe. Mimi naitwa Ikram. Ukipenda unaweza kaniita Raza Melody. Star from Bonde Masasa Airport. Ndio mimi hapo. Kwa hiyo utanilada, yani ukitaka kunipata mimi hata kama ukanikuta kuku, muulize kwa Raza Melody wapi anakuleta. Umenifahamu? Unaonekana na maneno mengi sana. Sema samahani. Kuna vitu lazima niulize. Mbona hujavaa ndala? Yaani dunia ina vitu vingi sana. Kwe kuto kuvaa ndala kwangu ni moja kati ya vitu ambavyo viko duniani. Na sisi binadamu ndio huwa tunavitumia. Kila mtu ana staili yake ya maisha. Maana hii ni maisha yangu. Ndio wala kwanza kuna na fiskali hapo hajavaa ndala. Fresh basi sana bye, naomba nikuache. Haya fresh. Oh yaba. Ukitaka ukana nini pale yule jamaa wewe fresh. Umeoa kinyama. Ulikuwa unasikia? Wewe unasema wewe domo zege unajua tu kuandika nyimbo kutongoza uwezo. Wewe nisikize taratibu hao wanawake. Yule wangapi? Ibwa yule. Wangapi nini na usianze hapa twende. Rafiki yangu mimi ya wewe tena? Yaani baada ya kunikaribisha mgeni ndio unashangaa kwanza. Unajua hatujaachana muda mrefu. Umeshanielewa? Yaani tumeachana pale tunakuja nyumbani na kukuta. Umewezaje kupafahamu hapo mapema hivi? Yaani wewe tena ushangae mimi nimefikaje hapa? Wewe ni maarufu. Kijiji kizima hicho unafahamika. Nimetumia kumuuliza mtoto mmoja tu. Na nimefika. Alo nimekukubali. Basi karibu ndani. Ndani tena? Karibu. Ikram. Afadhali nimekukuta. Nimekuja mara tatu mzima, ulikuwa wapi? Sasa wewe unaniulizaje swali kama hilo? Mimi mtoto wa kiume nilikuwa kwenye mihangaiko yangu, sasa ndo narudi. Vipi, kuna mpi? Naona uko na mrembo. Mambo? Poa. Ikram. Na maongezi na wewe dakika moja. Kwa naomba tuingie ndani. Umeanza vizuri sana mwanzo. Ila mbele kuna umeharibu. Sasa swala la maongezi na mimi, alafu na swala la kuingia ndani, yani linaingiliana vipi? Ina maana ukiongea hapa mimi sikusikii au? Hamna, dakika moja tu. Jamani, basi mimi naomba waacha kidogo kwanza. Subiri. Swala la kusema wewe uniache mimi eti kwa vile amekuja huyo, hapana. Umeshanielewa? Tuliza ntoli, nyama ziko chini. Sasa, yani wewe swala la kusema kuongea na mimi ndio mpaka tuingie ndani. Ina maana ukiongea hapa mimi sikusikii. Kuna vitu vingine sio vya kuongea afu mpaka watu wanasikia, vitu vingine vya siri. Kwa hiyo naomba dakika moja. Jamani, naomba niwaache. Eti. Unaona sasa umeniondosha mgeni wangu? Unaona upuuzi wako? Wewe unafikiria amejisikiaje mpaka unani? Unajua umenizingua sana. Kwa hiyo unataka utaki tuingie ndani? Uingie ndani na nani? Wewe mgeni wangu umeniondosha. Kwanza hapo ondoka. Niondoke tena? Ndio ondoka, yule si ameondoka na wewe uondoke. Haya, lakini kwa faida yako. Kwa faida yangu mimi? Faida yangu mimi tena? Wewe ulisema mimi hapa sina hazi ya kuishi na wewe. Kilichokufanya uje hapa nini? Ndio nakuuliza. Nenda wanakwenda. Nenda ndio uondoke. Wewe vipi? Yaani usijui na ametokea wapi tena huyo.
siku ile kuhusu yule binti ilishaishaje? Maana alikuahidi kuwa atakuja kwenu. Alifika? Hapo sasa baba. Oya, yule mtoto mzungu kinoma. Uwezi kuamini, yani ile tumeachana pale. Nafika geto namkuta mtoto amechill pale amekaa. Usiniambie mwanangu. Nikashangaa kinoma, nikasema huyu mbona yuko faster namna hii inakuaje? Na amepafahamu vipi hapa nyumbani? Namuuliza ananiambia, wewe uliniambia superstar, nimuuliza jina lako tena nimemuuliza mtoto mdogo tu wa makamu. Kanileta mpaka hapa nikasema mimi kama kaida yangu sikawezi. Oya. Sijafanya chochote, demu namforce aingie ndani. Alikotokea Loveness. Loveness huyu alikuwa anakuzinguaga huyu. Mwanangu. Ile picha yani sielewi tu ilikuwaje. Mwanangu kama season. Anatokea pale. Melody, kumbe sijui kufanyaje, ulikuwa wapi? Nikamwambia mimi nilitoka tu kwenye mizunguko yangu mpya nini. Naona kuna mrembo hapa sijui vile amemsalimia kwa kumnyali, si unajua zile. Ananiambia tuingie ndani ana mazungumzo na mimi. Nikashangaa kinoma. Mazungumzo na mimi ndo mpaka tuingie ndani? Wewe funguka hapa point nini? Vitu vingine sio vya kuzungumza mbele ya watu, inabidi mimi na wewe tu tuingie ndani. Nikamwambia mama, vitu kama hivyo mimi huwezi kuniambia. Kwanza wewe zungumza hapa nje. Yaani mambo asiwe mengi. Mpaka yule binti akaona ile namna gani vipi. Akasema mimi basi ngoja anaondoka niwaache. Nikamwambia mama tulia. Mwanangu mpaka ameondoka. Umeona? Aliondoka ni mpaka dakika mimi sitambui kama yule atarudi tena. Unajua mimi amenizingua kinoma Loveness. Yaani ameniharibia kila kitu rafiki yangu. Nilinyea kinoma, nikwambia hapa timua mimi sikuhitaji. Wewe ulikuwa unaletea mashauzi, umeona pisa hapo unaanza kuleta itikadi kama hizo. Lakini mimi nilijua yule Loveness anakupenda. Na hata yale yote kukusumbua kote alikuwa anakupima kuangalia. Ila of course Loveness anakupenda. Wewe hakuna upendo mule. Wewe mwenyewe unajua jinsi gani alivyokaa ananinyea yule. Leo yeye ndo ajifanya ananipenda mimi kwa vile ameona ile piece pale. Melody. Mimi nakwambia kaka, afu Loveness ndio chaguo lako sahihi. Mimi najua una chaguo la pili. Na ile chaguo la pili kwako ndo sahihi, lakini Loveness ndio chaguo kwako sahihi. Hakuna. Yaani swala unalotaka kulizungumza wewe. Yaani hapo mimi ndo tutakataana kwa sababu wewe mwenyewe unajua. Wewe mimi angekuwa ananipenda asingeniacha namsumbukia kila siku mpaka ndala zangu zinakatika kwa ajili yake yeye. Lakini turudi nyuma. Hivi yule binti jina lake naamini unalifahamu. Huwezi kuwa na mahusiano na mtu bila kufahamu jina lake. Haswa? Vipi yule binti alipokaja huko kwenu alivaa viatu? Swala la viatu mwanangu siwezi kukudanganya. Kama tulivyokutana naye kule. Si yeye ndo tumeachana pale na mimi tulivyoachana pale amezunguka kidogo ndo akafika huko hajavaa viatu. Ila swala la viatu sio tija. Kwa nini mbona siku nyingine unatembea tumbo wazi, siku nyingine uvai kofia, ni vitu vya kawaida tu. Changanya ndugu zake na familia yake, kwa sababu yule binti nimeuliziaga hapa kijijini kidogo. Kuna mtu nilikutana naye yule jamaa ambaye ulikuwa umeongea na kuhusu ya shamba, akaniambia yule binti na lile jina ambalo ulikuwa unalisema sio nani alifahamu. Mwanangu wewe hapo zungumza point. Alafu sikuelewe mpaka dakika hii. Kwa hiyo point yako nini? Mimi siwezi nika conclusion ipo vipi? Kama utakuwa nimekukosea nisamee, lakini Loveness anakupenda. Wewe kwa swala kunikosea hilo sawa, uwezi ukanikosea. Ila nilikuwa nakushangaa tu huko unakoelekea una force kwa Loveness. Wewe elewa kabisa shemeji yako ndo yule. Yaani mimi naamini kama nimuelewa. Mambo mbona atakuwa mazuri. Wewe mwanangu lete stories zingine sio kuhusu yule, sijui habari za namna gani vipi bwana. Waachane nao kaka. Vipi kuhusu yule issue ya shamba ulifuatilia? Shamba mwanangu yule mzee mimi nimekutana naye pale. Kaniambia tu kesho pata muda tukaangalie. Basi kama kesho utawahi basi nishtue na mimi nikaangalie. Au si? Inawezekana ukadondoka mimi nikawa mzima nikamilikisha. Imeisha mwanangu, si ndio kilicho tuleta hapa bushi. Hivi vitu vingine ni changamoto tu. Kwa inavyoonyesha yule mwanamke ni wa kwake, maana ametokea kumthamini sana. Afu hata sijui yule mwanamke anatokea wapi. Ina maana yule mwanamke ni mgeni katika hiki kijiji. Na ndio maana sijamfahamu. Alafu itanibidi nifanye jambo ili Ikram wawe wangu. Sikubali. Wewe naye kujishaua. Amekufuatilia leo umemkuta na mwanamke imekuuma. Kwa hiyo, wewe ukitaka mara moja tu nikubali au? Sijamaanisha hivyo, lakini anakufuata mtu zaidi ya mara 100. Haijalishi. Tafanya jambo, lazima tupu awe wa kwangu. Unataka kufanya nini? Unashangaa nini sasa? Unaamini ndio atakuwa maamuzi sahihi? Wewe ukitaka nifanyaje? Sawa, ila kuwa makini kwenye hatua zako, maana inaweza kuleta tatizo baadaye. Na wewe chunga huo mdomo wako, maana nakujua sana mbea sana wewe. Hata sina tabia hizo shoga yangu, ila tu nakusisitiza kuwa makini. Haya sawa, mimi naondoka.
Chunga mdomo wako. Na wewe chunga. Odi. Odi. Karibu. Asante. Mama mtu huyo? Vipi uko poa? Poa, sijui. Mimi hapa fresh. Naona kama kawaida yako. Vipi utokako? Nitokako kwema, sijui. Fresh tu. Karibu ndani. Mna ndani tena? Labda tungekata pale. Mama, kila siku unakuja unaishia nje. Jamani. Karibu ndani kidogo, Basi sawa, ila sichelewi. Sitochelewa toka sana. Na mimi sikucheleweshi. Sichelewi. Sikucheleweshi. Nilikutana na bonde, nikaivuka barabara. Pembezoni mwa bonde kuna kijiji nililala. Nikakutana na pisi, nikaiona pisi, mimi nilipenda pisi, hiyo pisi, nikailove pisi. Sheima, Abe? Naomba nisamehe kama nimekukosea, lakini ni hisia zangu tu kwako na hauvumiliki. Kama nimekukwaza naomba nisamehe sana. Nadhani nakuelewa. Ila hujaelewa kitu kimoja. Mimi sikuwa tayari kwa ajili ya hicho kitu kwa siku ya leo. Naomba univumilie. Ipo siku nitajiandaa kwa ajili ya hicho kitu. Lakini sio leo. Sawa, asante kwa kunielewa. Ila tambua nakupenda sana. Na okay. Kwa hiyo tunarudi tena ndani au unaondoka? Hapana, kwa sasa muda umeniacha sana. Mimi naomba tu niondoke. Bye. Na kumbe la pisi ya kuzimu, pisi ya kuzimu, pisi ya kuzimu. Dada zake majini, kaka zake majini, alileta tafarani na maugomvi, watu hawaelewani. Oh yeah. Nilikutana na bonde, nikaivuka barabara. Pembezoni mwa bonde kuna kijiji nililala. Nikakutana na pisi, nikaiona pisi, mimi nilipenda pisi,